Kristo, wewe si wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima upate kukibainisho namba moja cha kujawani wa Kristo ni kwamba je, ndani yako yuko Roho Mtakatifu? Ndani yako yuko Roho wa Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Baada ya mtu kuzaliwa mara ya pili, lazima ndani yake awepo Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mwanzo kuingia kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yeyote ambaye kama hana Roho wa Kristo, sio wa Kristo. Warumi 8:9 kwa muda wako soma. Kwamba lakini ninyi hamko katika mwili bali katika Roho. Sisi hatupo katika nini? Mwili. Tupo katika nini? Roho. Anasema tuenende kwa Roho. Haleluya. Basi tuishi kwa Roho, tuishi kwa Roho na tuenende kwa nini? Kwa Roho. Bwana Yesu asifiwe. Enendeni kwa Roho. Hamtatenda kamwe tamaa za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni roho, mimi nawe ni roho. Kama watu ni wa rohoni, nakuambia kwamba hapana patikana chochote cha kututenga na upendo la Kristo, sababu wote ni wa rohoni na Roho wa Kristo. Mafarakano yanatoka wapi? Unapotoka na kuja mwilini. Mnagombana, mnaonana chilas, mnafarakana, yote haya ni umwili. Bwana Yesu asifiwe. Yaani matendo yote ambayo yanahusisha matendo ya mwili, basi hayo sio mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo una Roho wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kama Roho wa Kristo, lazima hata mienendo yako, maisha yako yafanane na Kristo. Kama wewe huna Roho wa Kristo, ni vigumu sana wewe kufanana na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia ndani yako yuko Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu anatamani kila wakati uwe ni kama charge. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwamba Roho Mtakatifu ni kama charge. Kama simu yako ulionayo haiwezi kufanya kazi bila nini? Bila kutoa charge, bila kucharge. Ndipo hata wewe Roho Mtakatifu. Wewe kama una Roho Mtakatifu sana kopo tu ambao ina kazi yote. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni kama charge. Haleluya. Na tu connect na nguvu zake, ndio nguvu yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mtu ambaye hana Roho Mtakatifu ni sawa na simu, kumbe haiwezi kuwasiliana. Haina chaji. Haifanyi chochote, kama kopo. Kuna simu ambayo uko nayo haina chaji. Simu yote ambayo uko nayo mkononi kama haina nini? Haina chaji. Haiwezi kufanya nini? Kazi. Ni sawa na wewe mpendwa ambaye una Roho wa Kristo. Basi huwezi kufanya chochote kama una Roho Mtakatifu. Haleluya. Na wewe kuitwa Mkristo sio kwa sababu ya unaitwa Mkristo kwa sababu ya Roho wa Kristo. Kwa hiyo kama una Roho wa Kristo sio Mkristo. Kama una Roho Mtakatifu wewe sio Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo yule anayempakwa mafuta, ndani yake yuko Roho Mtakatifu. Ana mafuta ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana wewe uliokoka, lazima ujione wewe ni mtu tofauti, mtu wa pekee. Ujione kwamba wewe sio kuendelea na dunia hii. Ujione kwamba Mungu amekutenga wewe, uko special. Lazima uyaishi maisha ya kuwa kweli Mkristo. Kama wewe yuko Roho Mtakatifu, ujishangae unapoona unashiriki matendo ya mwili. Ujue tayari hauko na Roho Mtakatifu. Watu wengi sasa hivi wanaamini wako na Roho Mtakatifu, kumbe ndani yao waishi uzoefu tu. Haleluya. Kuna wakati epuka sana ukawa unasema ndani yako yuko Roho wa Kristo, kumbe ndani yako hauko naye, ila unaishi kwa mazoea kama Samson. Samson bwana, yeye nywele zimenyolewa, akawa anahisi kama vile ana nguvu. Wanakuja kumkamata, anafungula, kumbe sina. Amesahau nywele zimenyolewa, nguvu haziko tena. Ndio maana hata leo mpendo wa Mungu, tuepuke sana kuishi kwa mazoea. Walokole wengi wanatusumbua sisi sasa hivi. Tunaishi kwa nini? Kwa mazoea. Na tukiamini kwamba tunaye Mungu ndani yetu, tunaishi kwa mazoea. Kuna mtumishi amekuja akafundisha akasema, kuna mtu ameokoka, anajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, hapa anasema kwamba wewe nitaka ukule pembeni nikushughulikie wewe kwanza. Umeona huyo mtu anasema ngoja kwanza ngumi yangu wewe inakutosha wewe. Umeona huyo anasema ninaweka nini? Ninaweka ulokole wangu pembeni, ninaweka Roho Mtakatifu pembeni, alafu nikushughulikie. Kumbe anaongea ni huyo Roho Mtakatifu alishaanza kitambo kabisa. Ani hayuko naye. Wewe anayeongea hayo yote ni ishara moja kwamba ndani yake hayuko na Roho Mtakatifu. Hawezi kuongea hivyo kwa ndani yake yuko Roho Mtakatifu. Maana angemuongoza, angetumia hekima kuongea. Sije useme wewe ngumi yangu moja inakutosha wewe.
nishughulikie dakika 2 hapo nirudi tena. Wewe unaongea, wewe una roho ya Kristo wewe. Mwenye roho ya Kristo wewe anaongea maneno kama hayo. Ndakana anaongozwa na Roho Mtakatifu. Basi ndio ujue mtu na watu wengine tumeokoka, tunaishi kwa mazoea. Na hii kitu hakuna atakayesema ninaweza peke yangu. Tunawezeshwa kwa neema. Wapendwa wa Mungu, Mungu anataka kufanya kazi na watu ambao ni wanyenyekevu. Mungu afanye kazi na watu wajuaji. Mungu anataka kufanya kazi na mtu mmoja mwenye unyenyekevu. Sasa yeye Jesus he humbled himself to the point of death. Akawa mnyenyekevu sana. Hapana, sio wewe. Na ndio maana hata kumng'oa pepo the total surrender. Unaweza kumtoa pepo, lazima kuwe na hali ya kunyenyekea mbele za Bwana. Kwa hiyo Bwana anafanya haya kwa utukufu wa jina lako, sio nafanya haya kwa utukufu wa jina langu au nafanya haya ili nitukuzwe. Hapana. There must a total surrender kwa Bwana. Mimi nafanya, yaani mimi nafanya kwa sababu nimeamua nifanye. Haleluya. Wewe fanya ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna hali naweka mikono, siweki pekee, anaweka Yesu watu hawa. Mikono yao inatumika tu. Kwani kwa sababu Yesu anataka surrender. Na anayeponya sio wewe. Anayeponya ni Yesu. Anayeokoa sio wewe. Anayeokoa ni Yesu. Chochote tukifanya usije ukachukua utukufu wewe. Mwache shinda. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Baada ya mtu kuokoka, amekubaliana, ameamini, sio tu kuishia hapo. Kuna mambo mengine mbalimbali, haleluya, ambao unaweza kupita kama Mkristo. Haleluya kanisa. Amen. Yes. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo inaweza kawa bali kujitoa kikamilifu kwa nafsi yote. Haleluya. Sio kubaliana tu, ni kujitoa kikamilifu kwa nafsi yako yote. Sasa mtu acha nimeshaokoka nimepokea Yesu Kristo natosha. Hapana. Kuna vitu ambavyo vinakupasa uje kujitoa kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Amen. Ni kumkabidhi yeye maisha yako yote. Maana ukishakuwa umeokoka Mkristo, uwe umemkabidhi Yesu maisha yako yote. Yaani uwe kumkabidhi Yesu jamani. Watu wengi hawajamkabidhi Yesu maisha yao vizuri. You must submit everything to him. You must be very submissive to him. Lazima yaani umkabidhi Yesu. Kwamba mimi hata sijaacha mguu, sijaacha unyayo, sijaacha mkono, yaani nimekabidhi kwa kila kitu. Nimekabidhi kwa kila kitu, kabidhi kila kitu kwa Kristo. Yaani kwamba kuna maisha yanapitia mpendwa wa Kristo. Wewe mpendwa katika Bwana unapitia, lakini mengine sana naweza mwenyewe. Ona vyote na yaweza katika nguvu. Na yaweza mambo yote katika nguvu. Unawezeshwa. Iko neema ya Kristo tuwezesha. Haleluya kanisa. Amen. Iko neema. Kwa lazima uwe umesali. Yaani basi atamuombe mwenyewe na kambia atafunguliwa. Amini Yesu. Kwamba Yesu amfungua. Haleluya. Yesu atafanya. Hili jambo atafanya Yesu wako. Atafanya. Atatenda. Haleluya kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. Hata kama asipotenda kwa wakati wako usilalamike. Kuna watu ambao wanataka Mungu atende kwa wakati wake. Sasa Mungu asipotenda kwa wakati unaotaka yeye, analalamika. Kwa kanisa, Mungu atabaki kuwa Mungu hata asipotenda sawa sawa matakwa yako. Bado Mungu ni baba yako, ni mzazi wako. Tena namba moja, asiyekuwa na kigeugeu. Kuna wakati mwingine Mungu hatafanya sawa matakwa yako hiyo usalama wako. Haleluya. Amen. Mengine Mungu hatafanya sawa sawa anavyotaka au anavyomshawishi wewe. Hapana. Atafanya sawa sawa na makusudi yake kwa wakati wake ili uwe salama, ili uzifurahie baraka anazokupa. Haleluya kanisa. Amen. Usifosi. Wakati yeye Mungu ana makusudi yake. Haleluya kanisa. Ila muhimu tu ni kwamba tuna gani ya kuendelea kuliishi neno lake na kuyafuata yale maagizo yaliyotupa tufanye. Haleluya kanisa. Amen. Kufuata maagizo pia tekeleza vizuri. Haleluya kanisa. Amen. Kwa nasema ni kumkabidhi yeye maisha
mwito wake. Yaani yaani kila kitu lazima ujikabidhi. Wewe jikabidhi kwangu, jikabidhi kweli kweli. Haleluya. Kuna kuumba nafsi, yaani kila kitu mwachie Kristo. Haleluya kanisa. Sasa watu wengi wameokoka lakini bado wanakoma nayo. It is okay. You surrender entire life. Yaani kila kitu unakume surrender kwake kabisa. Wewe ndio Kristo. Sasa Wakristo sasa hivi tunatumia sana. Yaani Mungu atusaidie kwa sababu gani? Nasema atusaidie wote. Haleluya. Sasa Mungu akusaidia. Mungu atusaidie wote. Yaani kwa maana ya kwamba tunaweza tunamwamini Yesu Kristo kwa baadhi ya mambo. Mengine tunasema hapana. Yesu takiwa umaanishe. Umuone anaweza yote. Kwa hiyo kipengele cha msingi cha kuwa Mkristo hakipo katika tabia au juhudi za mtu. Wewe kuwa Mkristo sio kwa sababu ya bidii zako. Sio kwa sababu ya jitihada zako. Haleluya. Haleluya. Bali ni kuwa na roho wa Kristo ndani yako. Ni kwa sababu Mungu kwa neema yake ameukumbuka. Umepokea Roho Mtakatifu ndani yako. Una roho wa Kristo. Kama vile mwanadamu hawezi kujigeuza kuwa malaika, vivyo hivyo hawezi kuwa kiumbe kipya kwa jitihada zake. Haleluya kanisa mwenyewe. Yaani kama ujuavyo mwanadamu hawezi kujigeuza kama ni malaika. Lakini malaika anaweza kujigeuza kama mwanadamu. Haleluya. Kwamba mwanadamu hawezi kujigeuza afanya ni malaika. Vivyo hivyo hawezi kujigeuza kuwa kiumbe kipya. Haleluya mwenyewe kwa bidii yake. Bwana Yesu asifiwe. Bali ni kwa neema yake Mungu mwenyewe. Haleluya. Mwambie Yesu kwamba nimefika hapa kwa wewe umeokolewa, wewe ni Mkristo, sio kwa sababu ya jitihada zako au kwa jitihada za mtu mwingine, ni kwa sababu ya neema. Haleluya. Tambua neema imekuwezesha wewe mtu wa Mungu leo kuitwa Mkristo. Una roho wa Kristo na lazima ufanane na kweli kwamba ndani ya Roho Mtakatifu. Ile kuna watu ambao sasa mimi wana bidii ya kuwa na utambulisho mkubwa ya kwamba ni wa Kristo. Wana bidii kweli kweli. Yaani akiongea hapa, unasema ni Kristo. Nimeokoka mimi. Mwaka 1999 wakati ule yeye anakufa, mimi ninaokoka. Umeona anaposema mimi Yesu namjua sana. Kama ni Biblia hunidanganya chochote, hakuna kona ambao unaweza kunidanganya mimi. Mimi Yesu namjua kindaki. Namjua Yesu vizuri mimi. Mimi sio sawa wanakola unajua wewe hawa juzi wamekuwa 2002 hapa. Wamekuwa nawaona tu hapa. Mimi ni wenyewe sasa hivi tumetumika sana. Tumeenda Mwanza, tumeenda kuhubiri wapi Injili. Anaishi kwa uzoefu. Jamani. Mungu atusaidie.